Hatutakubali mtu aumie. Wajue hapa ni Kajiado, hapa ni Masaini. Hapa sio mahali yoyote ile unakuja kupanga kitu unafikiria. 207 marehemu Saitoti alihakikisha hapa ilikuwa na amani. Vile alifanya tutafuata mtindo huo. And I want to say that there comes a time that now the nation is more important than mtu yoyote. Na sisi hatujakuja hapa kwa mambo ya siasa, tumekuja kwa mambo ya kusaidia watu wetu waendelee na biashara. Na waache kuharibia vijana majina. Vijana hawana shida yoyote. So kenye tumesema na seneta wangu, chochote ile itatumika kisheria. Kama tutatumia mishale kisheria, kama tutatumia chochote, lakini Kajiado North haitapata shida ambayo imepata. Nikimalizia, Waziri Murkomen, ilisikia juzi ukisema watu wakienda kwa station wapigwe risasi. Sasa hawa wenye wako hapa wakienda kuripoti ni risasi watapigwa? Tunataka assurance ya security. So Officer Commanding Police Division OCS waje hapa wenyewe na waeleze hawa watu siku nyingine hawatapata shida ambayo walifanya nini? Walipata. Hapa Rongai Jumapili leo, kwa vile mimi na seneta hatukuwepo siku ya Wednesday, kwanza kuangalia wakaji wetu wa Kajiado North na wanabiashara wale waliathiriwa. Jana tumeweza kuongea na wale mmoja familia ambaye mtoto aliaga, mwingine alipigwa risasi, na leo tumekuja kwa wanabiashara. Nataka niseme maandamano ya tarehe 25 waliopanga na wale ambaye waliingilia wameathiri Kajiado North mahali pakubwa, na watu wangu wameumia. Kulingana na vile tumefanya assessment na senator, tutachukua hatua kiasi fulani, kwa sababu ni sisi tumepewa jukumu la kuweza kuengage serikali kuu kwa niaba ya watu. So tutakuwa tukifanya mikutano kadhaa na kuna mabarua kadhaa tutaandika, sababu tunataka tuulize maswali kadhaa. Kuna cameras ambazo ziko kutoka Bomas of Kenya mpaka Kiserian. Hizo cameras zina record gari zote zinapita, watu wale wanapita. Tunataka tujue hayo maandamano ni akina nani walikuwa ndani ya hayo maandamano. Cameras tayari zimebeba. Ya pili, ndani ya hayo maandamano yamekuja yakaharibu biashara za watu kama vile umeona. Kuna supermarket hapo, maduka imeibiwa. Kuna duka ndogo walikuwa na mabiashara tofauti na wamepata hasara kubwa sana. Na the unfortunate part ni kwamba hawa wote ambao wako hapa ni wanabiashara wadogo, ni watu ambao wanajikuza, na basi haya yamefanyika. So nikiwapea pole, nimewaeleza ni lazima basi ofisi ya OCS itueleze mambo kadhaa. Wamekamata watu wangapi, kulingana na wao wamefanya ujasusi ni akina nani walihusika. Hayo ndio maswali tungetaka kujua. Ya pili, tumesikia iko maandamano mengine yanapangwa. What is the security assurance ya hawa watu wako na biashara, na sio hawa peke yao, hata hizi maduka zingine zote ziko eneo ya Rongai, kwamba biashara zao na uhai ya watu wa Kajiado North itakuwa iko sawa. Nataka pia niseme niliona mawakili wawili, mmoja kutoka Mathare na mwingine kutoka Dagoretti. Nataka nijue kwa nini wanakuja kupanga maandamano kwa constituency ambayo sio yao. Haiwezekani mkaaji wa sehemu nyingine kuja kupanga maandamano kwa area sio yake. Yaani vijana wanafanya kwa sekta ya taxi, wengine wanafanya kwa sekta ya matatu, wengine wanafanya mijengo. Hawakufanya kazi kwa sababu mtu kutoka nje ameleta maandamano wapi? Hapa. Hiyo hatutakubaliana naye. Vijana wetu wa Gen Z hawana shida yote. Wao walikuwa wamebeba simu na bendera. Lakini kuna watu wengine hata sio rika ya Gen Z walileta uhalifu hapa Rongai. Mimi nilishindana na watu 16. Kama kuna mtu anataka kiti, akuje aombe kiti watu wa Kajiado North. Lakini kucheza na maandamano, hiyo hatutakubaliana naye. Na tutafanya chochote ile inawezekana kisheria kuhakikisha hiyo haitafanyika tena ndani ya hii Ongata Rongai. Nataka niseme pia tumekubaliana na governor wetu pamoja na huyu senator wetu, tutachukua hatua ya kisheria kuhakikisha polisi wetu na wananchi wetu hawataumia tena kwa mambo kama haya. Whatever it takes ya kisheria, sisi tutachukua hiyo hatua. Na mahali italemea, kama mishale ndio itafanya kazi, tutatumia mishale ndio ifanye kazi. Hatutakubali mtu aumie. Wajue hapa ni Kajiado, hapa ni Masaini. Hapa sio mahali yoyote ile unakuja kupanga kitu unafikiria. 207 marehemu Saitoti alihakikisha hapa ilikuwa na amani. Vile alifanya tutafuata mtindo huo. And I want to say that there comes a time that now the nation is more important than mtu yoyote. Na sisi hatujakuja hapa kwa mambo ya siasa, tumekuja kwa mambo ya kusaidia watu wetu waendelee na biashara. Na waache kuharibia vijana majina. Vijana hawana shida yote. So kenye tumesema na senator wangu, chochote ile itatumika kisheria. Kama
tutatumia mishale kisheria kama tutatumia chochote, lakini Kajiado North haitapata shida ambayo imepata. Nikimalizia, Waziri Murkomen, ilisikia juzi ukisema watu wakienda kwa station wapigwe risasi. Sasa hawa wenye wako hapa wakienda kuripoti ni risasi watapigwa? Tunataka assurance ya security. So Officer Commanding Police Division OCS waje hapa wenyewe na waeleze hawa watu siku nyingine hawatapata shida ambayo walifanya nini? Walipata. Lakini si kuweka maneno ambayo inaweza kuleta vurugu kwa nchi. Kiongozi ni mtu wa kushikanisha watu, sio mtu wa kuweka watu wakati wa siasa. Si siasa tutazungumzia. Kwa sasa tunataka tuongee mambo ya kubadilisha na kuweka watu wetu kwa hali ambayo ni ya hadhi yao, na wale wamepata hasara tuwatafutie namna ambayo wanaweza kuendelea na kazi yao mpaka kesho. So ninakaribisha wanasiasa wote. Wale wote wanasemanga ni wakubwa, kujeni saidieni hawa wanabiashara, wameumia na wamefika mwisho. Wengine walichukua malon, unasemanga we ni mkubwa, unafanya state house, unafanya, tafadhali kuja saidia leo. Ile pesa mnapelekanga pia kwa maharambe, mnasemanga mnasaidia watu, naomba pia leteni hapa msaidie hawa wanabiashara. Si hiyo ni sawa sawa? Na tutashukuru sana. Hatutawauliza swali leo, hata kama mumeiba leteni tu hiyo pesa yenu, saidieni watoto wetu. Hii watoto wetu wameumia sana. Kwa sababu sasa mtu alikuwa anafanya biashara ya kucha, mwingine alikuwa na saloon, laptop, masimu, hasara haijawahi kuonekana duniani. So mimi ninaomba tu tusaidieni hawa watu wetu, ndio pia kesho yao iwe sawa sawa. Mheshimiwa Senator. Before areti Tarehe 25 tulipata shida kubwa sana kwenye kaunti yetu hapa Rongai na pale Kitengela, na watu wengi ambao wameathirika wako hapa na sisi leo kutoka Rongai, na tumeangalia watu wameumia. Kuna kijana ambaye ameuliwa hiyo tarehe 25 na mwingine amepigwa risasi, na hao ni watoto wako very innocent. Hawajui mahali walikuwa wanaenda, hawakuwa wanapigana, hawakuwa wanaiba, lakini wamepatana na mauti. Tunashangaa kwa nini mauti inawapata wakiwa mmoja anaenda kutafutia mtoto wake diaper kwa duka, anakutana na risasi. Na hapa tuko na wezi wamepangwa kuibia watu. Sasa kama mwizi wezi piga risasi, unaenda kupiga mtoto ambaye ni mdogo, ako na bendera na simu. Nani amepanga hiyo njama? Tunashangaa, na sisi tunapekuja kuambia wenzetu hapa poleni. Na ni pole kwa sababu haya maneno hatukuipangia na hatujajua imepangiwa na nani. Mimi ningetaka kusema ya kwamba serikali ichukue kazi yao seriously. Security ichukue kazi yao seriously. Kwa sababu kama hamwezi kushika wezi wanaiba mali ya watu, lakini mnapiga risasi watoto ambaye hawana hatia, kuna mambo ya kuuliza kweli hapo. Hatuwezi kuwa mtu ambaye hana hatia anafanya kuandamana kulingana na sheria, anapigwa risasi akitembea barabarani, hana chochote, lakini kuna mtu wako na silaha ya kuvunja kifuli na kuvunja duka, na uwezi kukutana na huyo mtu na uwezi mshika. Mimi ninalaumu kabisa security team, na tuko hapa ili tuwauliza maswali. Na watu ambao wamepanga njama hii ya kuja kuvunja mali ya watu wa Kajiado, naona kama siku zenu zitakuwa zimehesabika. Watu wa nje, maana tunawaelewa watu wa Kajiado. Kajiado ni mahali pa amani, inajulikana. Na kwa sababu inajulikana ni mahali ya amani, tunawaomba tuendelee kuwa na amani. Hata tukiwa na maandamano hiyo, maana maandamano lazima itaendelea. Lakini sisi watu wa Kajiado ni watu wa amani. Hatutaki fujo, hatutaki vita, hatutaki mambo ya wizi. Na wale wanapanga kitu kama hiyo, maana huenda sasa watu wameanza kuonekana ambaye si wa Kajiado, wanatoka mbali kuja kufuruga Kajiado. Na sisi tunaona kama ni zile njama tunasema it is a planned, state planned. Watu wanakuja kuharibu ndio waweze kuwachafua watu wengine majina. Si ni kweli? Kabisa. Yes. Juzi naona Mheshimiwa Ngogoyo watu wanasema mimi ndio nimepanga mpango hiyo na wewe. Wapi?
Kama ni sisi basi mlete kwa evidence. Na hao watu maana sisi unajua sisi ni siku hizi tuko watu wa Munyoro. Na wa Munyoro hana security, hana serikali, hana pesa, hana mpango yoyote ya. So this year I think lazima wapange, waangalie vizuri na watu waambie ukweli. Mnajua hata tracking yetu, masimu zetu mnaelewa. Waache kutudanganya. Watu wanaanza kuja kulete uvumi na mnajua ni kina nani hao. Mnawatumia kama serikali. Mnatumia watu kuja kuvunjia watu wetu mabiashara yao. So mimi tumekuja tu hapa pia kama mjumbe, representative wenu, kusema ya kwamba tunashutumu kazi hii ambayo ilifanyika. Na tumekuja kusema pole. Pole kwa sababu hii mambo yote haitafanyika tena. Tutaweka mikakati yetu kuhakikisha kwamba watu wanatoka nje hawatapita hii mto Mbagathi River. Wacha tuandamane sisi watu wa Kajiado, maana tunajuana sisi wenyewe. Si ni kweli? Lakini tufanye kazi yetu kwa amani. Mambo yetu tunafanya kwa amani, tunafanyaga kwa amani na hatutaki vita yoyote. Unajua Murkomen alisema yeye haoni chochote na asikii chochote akiwa ndani ya bunge ya Senate. Na sisi tunashangaa kwa nini anaendelea kuwa waziri kama hawezi kuona na hawezi kusikia. So kama anaweza kusema hilo jambo kwa Senate kwamba hawezi ona chochote, yeye haoni chochote na asikii chochote ndani ya Senate, sasa atasikia kweli mashida ya wananchi na hatakuwa waziri wa nani? So mimi naona kama afadhali tu ajiuzulu. Tena juzi tu najua waziri Murkomen, mimi naona kama umeshikwa na shida kubwa sana. Unawezaje kusema ya kwamba wananchi wakienda police station, wakiwa karibu na police station wapigwe risasi? Alafu tena unakuja kusema mimi sijasema, and you in camera saying that. Na bado uko kwa ofisi. Rais, huyo kijana anaitwa Murkomen lazima aachishwe kazi. Lazima aachishwe kazi. Si yeye tu ndiye atakuwa waziri. Kuna watu wengi wanaweza kupewa kuwa waziri. Na unajua sisi tunashangaa tuko katika nchi gani? Watu wanapewa instructions kulete goons. Na watu wanasema lazima tutumie goons kufanya kazi. Na wanapewa mpaka bidhaa, wanaonekana wanakuwa escorted na maaskari na bado hawajashikwa. Tuko kwa nchi gani? Alafu mnakuja kuzingizia watu wengine ambao wanafanya mambo yao kwa amani. Eti Rigathi ndiye anaongoza. Kwani yeye alikuwa Eldoret? Alikuwa Kakamega? Alikuwa Kericho? Alikuwa Bungoma? Alikuwa Narok? Na hizi zote town nimetaja zote ni za broad based. Waache mchezo. So sisi tunataka kusema kwamba wacha wasimamie, lakini hizi goons zote, goons wote ambao wanawekwa na serikali tunawajua. Na lazima wa produce hao wote ama wasimamishe na waache mambo ya abduction kwa watoto wetu. Sasa hii Kitengela wamechukua kijana mmoja na bado hatujajua ako wapi. Tunataka kudemand wakuwe released wote. Na hatutaki mchezo. Kajiado si mahali ya kuweka mguu yao. Asante sana.